sana na nimeomba sana, nimeomba Mungu sana niongoze kwa haya nitakayokwenda kuyasema. Kaendelea kupongeza mchungaji, tayari tumepongeza sana. Tumepongeza kamati nzima iliyoandaa maandalizi haya, kipekee mchungaji Mushi na baraza la ushirika huu na ninyi nyote mliofika katika siku hii ya muhimu sana ya kumshukuru Mungu kwa kumlinda na kumwezesha mchungaji wetu Solomon Masawe kustaafu kwa heshima. Pekee sana baba askofu mstaafu Masangwa, nilikuwa na tafakari jina lenu la kwanza ni nani? Sasa nikuta ni Solomon kwa Solomon. Alafu ni pale mwishoni tu kwenye ukweme, imetofautiana kidogo tu. Masangwa na Masawe. Sasa nimeelewa siri ya urafiki wenu. Na mchungaji, asante kwa kutaja hivyo. Wito unaanza mbali, lakini Mungu anawatumia watu wake kwa namna hiyo. Nashukuru askofu kwamba Mungu amekupa kuendelea kutumika kama alivyoshuhudia mchungaji hapa. Na nakwambia ana vipawa hivyo umeviona. Naomba muendelee kushirikiana katika hili ambalo Mungu amekupa kufanya baada ya kustaafu ili tuwasaidie vijana wetu. Asante kwa askofu. Sasa ndugu zangu, nimesimama hapa pamoja kwamba leo ni siku ya furaha sana, siku ya mashangilio, lakini niseme kwa hakika moyoni mwangu nina huzuni kubwa na masikitiko. Nina huzuni kubwa na masikitiko kwa haya ambayo tumeshuhudia siku za hivi karibuni, hasa katika mazingira mazima ya uchaguzi mkuu uliofanyika katika nchi yetu. Yale yaliyotokea kabla, yalikuwa yanaendelea kabla, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi ule. Na mimi nimekuwa nikitafakari sana, muuliza Mungu, nataka mimi niseme nini kama mtumishi wako? Basi nikasema, Mungu nipe maneno machache ambayo nitakwenda kusema kwa watu wako na kipekee wa Tanzania. La kwanza, kama mtumishi wa Mungu na kama kanisa, ningelisema hapa, hakika tumesikitishwa sana na matukio haya yaliyotokea. Tumesikia na tumeona kwamba yalitokea matukio ambayo yalisababisha maafa makubwa ambayo haijawahi kutokea katika mazingira ya uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania. Kulikuwa na maandamano yaliyosababisha watu kukamatwa, kujeruhiwa, kupigwa na hata kupoteza maisha. Kumetokea uharibifu mkubwa wa mali za umma na mali za watu binafsi. Matukio haya, ndugu zangu, kwani hakuna sababu yoyote inayokubalika ya kuthibitisha au kuidhinisha haya ambayo tumeona yametokea katika nchi yetu. Watu kuumizwa, watu kupotea au kupotezwa,
inahuzunisha sana. Si kama kanisa, na mimi kama kiongozi kweli wa kiroho, kwanza nitangulie niseme tu kutoa pole na faraja ya dhati, na nimekuwa nikiomba sana na kuombea familia zilizopoteza ndugu zao, vijana wengi, watoto wengine, watoto wadogo kabisa ambao wamepoteza maisha yao. Kuna waliojeruhiwa, naomba wapone haraka, na wale walioharibiwa mali zao, Mungu atawapa nyingine. Si kama kanisa, na mimi kama kiongozi wa kiroho nimekuwa nikiwaombea, na naamini wengine mnafanya hivyo, wale ambao wamepoteza maisha, kwamba roho zao zipumzike kwa amani. Nimesema yaliyotokea hajawahi kutokea, na tunahitaji kumsihi Mungu sana yasitokee tena katika nchi yetu, yasitokee tena. Niombe tu kwa unyenyekevu wote, kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu, kuwahimiza na kuzihimiza mamlaka zote kutafakari sana juu ya haya yaliyotokea, na sisi sote kujiuliza, hivi imekuwaje? Tumefikaje mahali pa namna hiyo? Nchi yetu ya Tanzania tuliojua ni nchi ya amani, nchi ambayo watu wanapendana, tumefikaje hapa?